Sini inafungua, tunamuona Nilo akiwa ameinuka kwa hasira na kwenda kumvamia Sauda na kumkaba huku na huku. Wakaingia kina Sandra na kuwagombelezea. Bwana we, kweli ukisikia kuchoka ndiyo huku. Nilo ameonekana kuchoshwa kabisa na mambo ya shangazi yake. Alafu shangazi jiangalie. Kama tena huyo, yani anabahati nguvu zangu hazijaja. Nguvu zangu zingekuja ningekuua, muangalie. Tunamuona Machibia akimvutia Sandra pembeni na kuanza kushauri waondoke. Maana kama mahali alishatoa, hana anachodaiwa. Kwa hiyo anaona bora waondoke. Ndipo Sandra atakapomwambia kuwa wasubiri mpaka wazike kisha waondoke. Mara ghafla ataonekana kubwa la maadui. Mimi napenda kumuita Mama Mipango. Kwa kama tukiondoka katikati ya msiba italeta tafsiri mbaya. Mimi naomba uvute subira, uvumilie, sawa babangu? Alafu kisha tutaondoka. Sawa? Huku kwa mganga Tanu visa haviishagi. Tunawaona wake wakubwa watano wakiwa wanataka kulagai mtoto kwa kumdanganya, lakini mwido wa ubaya siku zote ni aibu. Baada ya kujaribu mara nyingi, ndipo mke mkubwa atakapoona mkimbize, ndipo ile kauli ya aibu utaiona wewe ikamkuta baada ya kuteleza na kudondoka mpaka chini na watu kuanza kumcheka. Turudi huku tulipotoka. Tunamuona Sauda akiwashauri Machibia na Sandra wafanye sherehe kisha wamzike sana. Ndipo Sandra atakapokataa na kuomba azikwe kwanza wifi yake, kisha shughuli ifuate. Baada ya maongezi ya muda mrefu, tunamuona Nilo akitokea hapo na kuuliza kuna nini kinachoendelea. Waliishia kumtazama na kila mmoja kuanza kuondoka na kumwacha Nilo akijiuliza peke yake. Bwana, ile kafi ya fata kilichokuleta imempoza chenga. Baada ya kufika kwa baba yake Suzi kufuata kazi aliyotumwa, akaanza kucheza na eni. Mara anatokea baba Suzi na kuanza kumpa mazoezi, yaani kama chenga karudishwa shule. Zile inama, inuka, inama, inuka. Mwisho baba Suzi atampa onyo kali chenga na kumwambia aendoke kwa kumpiga mitama na makofi juu. Haya, nieleze nini kimekuleta? Miguu. Kwa unanijibu majibu ya kifedhuli, si ndio? Hivyo mtoto unatafuta nini mimi wewe? Chenga mara ngapi nimekukanya kuja katika nyumba yangu hapa? Sasa hii leo ndio onyo la mwisho. Haki ya Mungu na hapa. Endapo siku nyingine utakuja hapa, nitakuja kukufanya kitu kibaya. Toka. Bwana wewe, huku tunamuona Samlata akikutana na binti yake. Yaani vita juu ya maneno, yaani zogo na vitisho ndio vinaonekana kushika kasi. Samlata atampa vitisho na kumwahidi akifika kwenye siku zake atamkomesha bila woga. Binti atamjibu kuwa hawezi kumfanya chochote na amuogopi. Hii vita ya ndugu, sijui nani ataibuka kuwa shujaa. Wewe Simba wanacheza. Yaani siku ambayo utaingia mwezini, wewe sijeuli wewe. Haya. Huku msibani maneno hayaishi. Kila leo kuna jipya. Hapa tunamuona mwenyekiti akiwa na yule mlevi. Ndipo mlevi atauliza kuhusu kaburi na kuhusu ratiba ya kuzikwa, juu ya kucheleweshwa kuzikwa kwa Sara. Lakini mwenyekiti hatomuelewa na kumshauri akae kimya.
Mlevi atakapotaka kuongea tena, mwenyekiti atamwambia kuwa nitakupiga makofi. Ndipo atakapokaa kimya. Ule ukweli hapa lazima tuseme ukweli. Unatatiza mtu kusema ukweli. Aha, kumbe wewe ni mwenda wazimu unazoeleka na kunasa makofi sasa hivi ukiendelea hapa. Basi. Sabali bale, lashi. Mbavu. Huku napo tunamwona binti akiwa na Nilo, akimwambia kuwa mama yako hajafa, yupo anatangatanga tu, anahitajika kumsaidia. Pia atamwambia Nilo kuwa asikubali Sandra aolewe katikati ya msiba, kwani atampoteza. Nilo ataonekana kuhitaji msaada, lakini yule binti atamwambia kuwa mimi natoa ushauri tu, msaada unatafuta wewe mwenyewe. Lakini pia usikubali Sandra aolewe katikati ya msiba, utampoteza. Watu wanataka waue ndege wawili kwa jiwe moja. Mdogo wangu, mimi sina uwezo wowote ule. Yaani wewe kama unaweza kunisaidia, wewe nisaidie tu katika haya mambo. Alafu unajua muda ni mchache, mambo ni mengi sana. Mimi nina uwezo wa kukushauri. Msaada tafuta wewe mwenyewe kwa uwezo wako. Mara atatokia Mama Kabichi na kuanza kumlaghai Nilo kwa kutaka aondoke na mwili wa Sala, huku akimdanganya kuwa auchukue mwili ili wao wafanye sherehe ikipita, kisha Nilo afate mwili aje kuzika. Ewana, Nilo atakataa na kumwambia kuwa atamzika mkewe yeye mwenyewe. Na punde baada ya maongezi marefu atatokea Sauda. Sara ni mke wangu. Licha mke wangu tu, ni mtu ambaye nina uchungu naye. Kwa hiyo nakuomba uniachie Sara nikamzike katika sehemu yetu, na sio kuondoka kwenda kwako. Nalielewa hilo leo, kwamba ile maiti unapaswa kabisa kuzika wewe, sababu wewe umetolea mahali, nalijua kabisa. Lakini kutokana na sasa hapa nyumbani kwenu kuna sherehe ya bwana we, huku Mwandora anajipanga kilipa kisasi. Ndipo mkewe atamsihi aache na hayo mambo, lakini yeye atakataa na kuahidi lazima Kizgo aliye kama yeye alivyolia, aumie kama yeye anavyoumia. Ndipo mkewe atamwambia sawa na kuinuka kwa hasira na kuingia ndani na kumwacha Mwandora akiwa anaendelea na kutengeneza dawa yake. Bana, huku kwa Kizigo vilio tu, mwanawe amefariki na anatudai Kizigo Mwandola ndio amemuua mwanawe. Yaani hizi vita zinazidi kuwaka moto. Punde baada ya vilio vya muda mrefu, tunamwona Mwandola anakuja msibani, yaani sawa na kumlingishia simba kitoo alafu umekikumbatia. Wanawe, ili timuka zogo kubwa. Ndipo taonekana yule jamaa akichukua sururu na kuinua kumpiga vnoro Mwandola, Kizigo akiwa anazuia. Umetoa furaha yangu. Uliniahidi utaniulia mwanangu. Leo hii umeniulia kweli mwanangu. Wapendwa, najitahidi kutoa kazi vile mtakavyo. Wapendwa wangu, naomba tu subscribe ili nipate nguvu ya kutoa kazi kwa wakati. Ikifika subscriber 1000 leo hii muda huu natoa mwendelezo. Asanteni swapendwa. Tukutane kipande kinachofuata.